Huyu mwingine ameniuliza swali lingine kwamba mimi nahitaji kujiunga na kilimo cha tumbaku, make wanakisifia sana kwa uzalishaji na kuweza kujikwamua kiumaskini. Je, kwa mfano nikilima heka moja ninaweza kupata faida kiasi gani? Moja kwa moja ni kujibu kwanza, asante kwa kuweza kujua kwamba namna gani unaweza kujikwamua na umaskini. Tunavyojua kwamba kilimo ni moja ya uti wa mgongo, kilimo ni uti wa mgongo kwa nchi ya Tanzania. Kwa hiyo asante sana kwa kuweza kujua kama unaweza kujoin. Sasa katika kujoin, kilimo cha tumbaku inatokana na jinsi ulivyowekeza. Sana sana kwenye heka moja tunategemea kwamba takwimu zinazoonyesha kwamba kilimo cha tumbaku kwa takwimu za kawaida, wastani wa mkulima inatakiwa avune kilo kuanzia 1200 hadi 1500. Hiyo ni takwimu iliyoonyesha na TTB mwaka 2017. Kwa hekta sawa na 50% hadi 60% ya kiasi kinachotakiwa kuvunwa kwa heka moja. Kwa mavuno hafifu anayoyapata mkulima kutokana na sababu mbalimbali. Unaweza kupata mavuno mengi lakini unaweza kupata mavuno hafifu. Lakini sisi tunategemea uvune kuanzia kilo 1 hadi kilo 1200 hadi kilo 1500. Lakini vile vile unaweza kupata mavuno hafifu kulingana na jinsi unavyoendesha shamba lako, unaboresha au huboreshi, jinsi unavyojituma shambani. Kwa sababu kubwa ya wakulima wengi kutopata mavuno mazuri na kupata mavuno hafifu ni kutokufuata njia sahihi za kilimo cha tumbaku. Na hivyo mkulima anaweza kawa na mazoea kwenye kilimo chochote kile, hasa kilimo cha tumbaku. Kwa sababu kubwa ni wakulima wengi kutofuata njia sahihi za kulima tumbaku, na hivyo kulima kutokana na mazoea na kukwepa kuzingatia kanuni za kilimo bora cha tumbaku. Kwa mfano, kwa mkoa wa Tabora takwimu zinaonyesha kwamba uzalishaji wa tumbaku umepungua kuanzia tani 58 kwa mwaka 2014 hadi tani 28 kwa mwaka 2016. Umeona tani zilipungua, lakini kwa sasa hivi wamezidi tena kupanda hadi tulipofikia hapa 2025. Hiyo ni takwimu inayoonyesha ilifanywa utafiti mwaka 2017. Kwa hivyo basi kikawaida kilimo cha tumbaku ni kitu ambacho inatakiwa kila siku unaamkia kazini. Yaani kila siku unaamkia shambani. Kila siku unaamkia shambani uangalie wadudu, uangalie miche iliyokufa, kama kuna uwezekano wa kurudishia, unarudishia. Uangalie kila kitu yani hakikisha unazunguka shamba lote zima, ndio tutakapokuja kupata juhudi zako zinakuja kuzalisha mapato kiasi gani kwa heka. Kwa mfano, heka moja inatakiwa uzalishe kuanzia kilo 1200 hadi 1500. Sasa unapataje namna hiyo? Ni juhudi zako. Na uhakikishe kwa heka moja mianzo utakayoipata ni hiyo, kwa sababu inakadiriwa kwamba mwanzi mmoja ni sawa na kilo 1. Haya, tunatoka hapo ubora wa tumbaku. Ubora wa tumbaku utalingana kulingana na mbegu ulionayo, lakini pia kulingana na ulivyosimamia shamba lako, jinsi ulivyolihudumia. Ndio utakuja kwenye ubora wa tumbaku. Kwenye kilo ndo kama hivyo, lakini ubora wa tumbaku ni jinsi ulivyohudumia na mbegu uliochagua kuweza kupanda. Kwa hiyo ni hivyo tu, ni namna ambavyo swali limejibika hivyo. Nahisi umenielewa.